Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Dr. Mustafa Rajabu amewakumbusha Watanzania umuhimu wa kuilinda na kuitunza amani iliyopo nchini, huku akiwataka kujifunza kwa yanayotokea katika nchi za Mashariki ya Kati ikiwemo Irani. Akiongea ofisini kwake na channel ya mtandaoni ya Banda Media, Sheikh Rajabu amesema leo tunashuhudia mataifa mbalimbali Mashariki ya Kati, wenzetu amani imetoweka, amani imevurugika, amani imeharibika. Sisi kama Watanzania hatuna funzo kubwa zaidi ya kutazama yale yanayoendelea kwa wenzetu. Kama tulikuwa tujui bomu lina athari gani, leo tunatazama mabomu yana athari gani. Kama tulikuwa tunaishi kwamba binadamu sasa hivi wanaishi kama digidigi, wenzetu tuangalie maisha tunayoishi, alafu baadaye kile kinachotokea na kinachofanyika kule tuangalie kwamba ipo siku kama tutachezea amani ya taifa letu, tutaishi na sisi kama wanyama msituni, tutamwagana damu kama wenzetu leo wanavyoendelea. Ile heshima pia ya binadamu imekuwa leo haipo, lakini hakuna mwenye kuienzi amani ya nchi isipokuwa mwananchi mwenyewe, na hakuna mvunjifu wa amani ya nchi isipokuwa mwananchi mwenyewe. Aidha, Dr. Rajabu akifafanua zaidi amesema kwamba kinachoendelea leo Mashariki ya Kati ni chokochoko za wale ambao hawatakii mema mataifa yao, za wale ambao hawatakii mema mataifa yao. Kwa mfano tukiangalia ishu ya Iran, ishu ya Iran ni uongozi mzuri ulokamilika, uongozi wa kiimani na amani, mfumo wa uongozi hauna dosari, hauna shida, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu, mimi nimefika Irani, mimi nimetembelea Irani, nimeona maisha wanayoishi ya kiimani na amani, na hawaishi isipokuwa wanaishi kwa kufanyia kazi maandiko matakatifu. Lakini wapo maadui ambao wao siku zote ni watu ndani ya nchi wanaopenda kuibua chokochoko. Ni watu wachache hawana wingi wa aina yote, ambao wana kitu wanachodai wanaita demokrasia. Wala si demokrasia, ni vitu vya kimaslahi, ima ya kisiasa, yamejificha nyuma ya pazia. Lakini wakifanya hivyo, yale mataifa mengine yenye nguvu, kwa sababu yana kitu yanayokihitaji katika taifa hilo, na hayaishi mataifa hayo isipokuwa kwa maslahi ya hizo nchi. Kama tukiangalia Libya, demokrasia gani waliokuwa wanaidai? Mpaka sasa Libya iliyokuwa tajiri inaweza ikahudumia mataifa mbalimbali. Hata hapa Dodoma Tanzania leo msikiti huu tunazungumza ni taifa la Libya kwa idhini ya Muammar al-Gaddafi, Mungu amrahamu. Mpaka huko duniani huko kwa hao wenyewe Uingereza amejenga chuo kikuu, kila kitu bure. Mimi ni zao la Muammar Gaddafi, nimeenda kusoma bure, nimerudi bure, kila kitu, huduma zilikuwa zinafanyika bure. Lakini wananchi wachache wanaojifanya wanataka demokrasia, kwa kuhakikisha wanayatumia mataifa ya nje, lakini yale mataifa yanachokuja si kuweka demokrasia, bali yanakuja kuibaka demokrasia, lakini pia kuja kuharibu nchi, lakini kuharibu miundombinu na kujichukulia zile rasilimali ambazo zinapatikanika katika taifa. Leo demokrasia ya Libya iko wapi waliokuwa wanadai demokrasia? Leo demokrasia ya Iraki iko wapi? Na hata ya Irani wajitokeza wachache ambao hawapo pale ndani ya Irani, ambao wanataka kuishi maisha ya tofauti na demokrasia ilivyo ya nchini mwao, au tofauti na katiba ya nchi. Hao nao walijaribu kwamba kuungwa mkono na hayo mataifa makubwa, kwamba wasikilizwe. Unawasikiliza vipi wachache, unaacha kuwasikiliza wengi? Nani aliyokuambia kwamba uongozi wa Irani haukubaliki? Tumeona juzi wakimuunga mkono na kumsapoti yule mtoto wa Ayatullah al-Khamenei, yule aliyopewa al-Mujtaba. Tumeona umma ukimuunga mkono. Sasa muirani gani anasema haitaki Irani?
Leo kwa nini watu muondolee chaguo lao? Hakuna kwanza mtu anayekubalika na watu wote. Hamna mtu anayekubalika na watu wote. Hata huyo Mungu, kuna watu leo hamkubali Mungu. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wapo watu leo hawamkubali Mtume. Hata mitume wengine kuna watu leo hawakubali. Yani hii ndio sunna ya maisha. Huwezi kukubalika na watu wote. Huwezi kukubalika na watu. Wao wenyewe hayo mataifa makubwa pia na wao ndani ya nchi zao kuna maandamano, na kila siku wananchi wao hawaridhiki yale wanayoyafanya kwa mataifa haya mengine ya Mashariki ya Kati au ubeberu wanaofanya. Lakini nani anawaingilia leo? Kwa hivyo wao wanaangalia sauti ya wachache, alafu wanataka kujaribu kama kuwapa nguvu ili wapate nia ya kuingia kuchukua rasilimali zetu tulizokuwa nazo. Kwa hiyo tunajifunza kutokana na vita inayoendelea Mashariki ya Kati kwamba tusije tukafika mahala ikawa majuto ni mjukuu. John Israel, Banda Media, Dodoma, Tanzania.